Kipenzi changu, sioni sababu ya wewe kufanya yote haya. Hivi unajua kuwa unajiumiza kichwa mwenyewe? Inatakiwa ukubaliane na hali sasa kuwa mtoto wako ameshafariki, na sio kuendelea kujistress kiasi hicho. Utakuja upate matatizo ambayo hata ukuwa nayo. Utakuja uugue kichwa bure, wakati kabisa hali halisi ndio hivyo. Kwa kitu ambacho nilikuwa nakuomba, tafadhali naomba ungeacha mawazo. Na wote tunaumia, na hakuna mtu yote ambaye alikuwa amepanga kwa mtoto wako afariki au apotee katika mazingira ya kutatanisha. Kwa kitu ambacho nakuomba, naomba ukubaliane na uhalisia. Maana sasa hivi umekuwa ni mtu wa kujitenga, unakaa mwenyewe, hutaki hata kula chakula, maskini wa Mungu. Hasa unategemea utaishije mume wangu? Unatakiwa ukubaliane na hali halisi. Hii ndo hali halisi. Listen baby. Hivi unajua unavyoendelea kuwa na mawazo kiasi hicho utaumwa kichwa wewe. Na kujitenga peke yako sio nzuri, hata daktari anasema kabisa sio nzuri kuwa unakaa peke yako na mawazo kiasi hicho. Unaweza ukajifanyia kitu chochote kibaya. Halafu mbona wewe bado ni kijana mdogo sana? Una uwezo wa kupata mtoto mwingine. Na tena kawa hata perfect zaidi ya Bibi Supu. Mume wangu, naomba unisikilize kwa makini. Mimi niko tayari kukupatia watoto. Tena nitakupatia watoto wazuri kabisa, wa kike na wa kiume. Na nadhani utawapenda kama Bibi Supu ambavyo ulikuwa unampenda. Na hiki kilichotokea ni Mwenyezi Mungu ndo kapanga iwe hivi. Sio sisi. Na wala hatujapenda kumpoteza mtoto wetu. Kona kuomba, naomba usijiumize, kwa sababu sisi wote hapa ndani tunakutegemea wewe. Vipi kama utapata na matatizo ya akili au kichwa chako kikavurugika ukashindwa kufanya kazi? Sisi tutamtegemea nani? Halafu wewe bado ni kijana mdogo sana, hata mimi bado ni mdogo vile vile. Kwa tutapata watoto wengine. Ukitaka watoto 10, 20, ni wewe tu. Umenielewa mume wangu? Wewe una shida gani Kindege? Mbona unapiga mateke vyombo? Kuhusu nini? Hivyo jana unajikuta nani labda? Kwa hiyo yote nilikuwa naongea naye hapa ulituma ukapeleka ulikapeleka. Nini? Wewe unaongelea kuhusu nini? Mbona sikuelewi? Acha kujitoa akili, umenisikia Jeni? Unaelewa kila kitu ninachokiongea hapa. Nimeongea nawe, nimekushauri vizuri kuhusu kicha, lakini umeamua utoke hapa kwenda kupeleka miguu yako kwa nichome. Ulitumwa. Naongea na wewe, nilikuwa nakwambia kuhusu kicha ulitumwa. Ulitumwa uyapeleka ulikayapeleka. Mbona bado sijakuelewa? Yaani mimi nimeongea kuhusu nini? Mimi nimeongelea nini? Jeni, usijifanye unajitoa akili. Najua unaelewa kila kitu ninachokwambia. Kwa nia yako mimi nionekane mbaya. Nia yako nionekane mimi mchonganishi. Nilikuwa nakushauri kuhusu kicha ulitumwa uyapeleke. Hivi unajua nilikuwa nakwambia kwa ajili ya nini mimi wewe? Unataka nionekane mbaya sasa? Sikia nikwambie Jeni. Mimi namjua Kichi vizuri, ndio maana nilikwambia wewe ili kukuepusha na mabaya. Lakini umejifanya wewe unatoka hapa, umejikuta ni kiposta, umeenda kwa Kichi unaanza kumwambia unayojua wewe. Ulitumwa. Unanichanganya. Yaani bado sijakuelewa mimi Kindege. Unielewi eh? Safi. Na mimi napenda hivyo usinielewe. Na kama huo ndo mfumo wa kuishi humu ndani kutokuelewana, naipenda. Yaani hiyo ndo naitaka. Endelea kuishi hivyo hivyo. Na kuanzia leo sitaki vyombo nivione hapa, sio pa kuoshea vyombo hapa. Kindege, wewe umekutana nini? Mbona visilani kila siku? Nimekwambia toa vyombo hapa, sio pa kuoshea. Hivi vyombo mbona huwa tunaoshea kila siku hapa hapa? Jeni, sirudi mara mbili. Nimekwambia vyombo vitoke hapa, sio pa kuoshea hapa. Amekutana nini huyu? Mbona tangu amefika amekuwa mtu amechechuka sana, yani visilani? Au sio Kindege wangu huyu? Au sio ndugu yangu nimebadilishiwa mimi?
Kiukweli Mungu ni mkubwa sana jamani. Bibi Supu, hivi kumbe uko hai? Yaani sijategemea kabisa Bibi Supu kuwa anaweza akawa yuko hai. Yaani unajua kabisa, yaani sijaamini kabisa mtoto alivyorudi hapa nyumbani. Ndio maana nimeshindwa mpaka kuvumilia, nimeanguka, nimezimia. Yote ni kwa sababu yako Bibi Supu. Kiukweli leo nimegundua kuwa nakupenda sana we mtoto. Yaani ilikuwa sina amani kabisa hapa nyumbani. Hivi unajua nimehangaika kiasi gani kukutafuta we mtoto? Unajua mimi na babako tumehangaika kiasi gani kukutafuta Bibi Supu? Hivi kwa nini uliamua kuondoka nyumbani bila kusema chochote? Ulikuwa unajua angalau hata kidogo tu kwamba unatuacha kwenye hali gani Bibi Supu? Kwa nini uliamua kuondoka nyumbani? Hujasema kitu chochote, hatujui unaenda wapi, utaenda kuishije, utaenda kulalaje, unakulaje, hatujui chochote. Babako yani alikuwa ana stress kiasi kwamba yani sijui muda wote tu sijui kichwa chenyewe kingepasuka, sijui angefanya nini. Alikuwa hali kuna wakati anakuwaza wewe tu mtoto wake. Niambie basi mwanangu, ulikuwa wapi? Mimi sikumbuki nilipokuwa. Ninachokumbuka tu nilikuwa kwa mama mmoja na baba mmoja. We, ulikuwa kwa baba mmoja na mama mmoja wapi? Na umeendaje? Mimi siwajui. Ila ninachojua tu yule mama alikuwa anipendi na ananitesa sana. Na ndio maana nimetoka kule. Hawajui unachokumbuka, yule mama alikuwa anakutesa. Wewe umeendaje kule yani? Imewezekanaje ukatoka hapa nyumbani tulipokuacha, ukafunga safari, ukatuacha sisi pekee tunakwenda huko unakotuambia? Baba, mimi sikumbuki chochote. Nachokumbuka nilikuwa nimekaa pale na Auntie Janet alinipa maji. Akakupa maji? Ndio. Kwa hiyo wewe umempa maji mwanangu, si ndio? Mimi nilimpatia maji. Nilimkuta alikuwa amekaa pale. Sasa alikuwa na kwikwi. Nilimpatia maji afu then mimi nikaondoka. Kwa hiyo nilivyorudi sikumkuta. Yaani ina maana wewe ulimpa mwanangu maji, si ndio? Unamaanisha hivyo? Ndio, mimi nilimpatia maji kwa sababu alikuwa na kwikwi. Si ndio? Bibi Supu, anachokizungumza ni kweli, wewe ulikuwa na kwikwi? Ndio, nilikuwa na kwikwi. Kwa hiyo wewe baada ya kumpa maji ndio uliondoka nyumbani, si ndio? Niliondoka, nilivyorudi ndio sikumkuta. Sasa wewe unaonekana bado una maelezo ya kuniambia Bibi Supu. Kwa hiyo wewe iliwezekanaje wewe sasa ukatoka hapo ukaenda huko, na umewezaje kurudi peke yako? Nakuuliza wewe. Baba, mimi sijui nilifikaje hapa nyumbani. Au kumbuki kivipi? Unatakiwa kutuambia imekuwaje. Okay, mume wangu, mimi nadhani inatosha. Kwa sasa hivi mtoto hayuko sawa kabisa. Kwa hiyo inahitajika apate muda wa kupumzika, angalau akili yake ikikaa sawa, nadhani utamuuliza maswali. Hapana bana. Sikiliza, unachotakiwa Mr. Benny, mimi nadhani ungempatia mtoto muda wa kupumzika ili kusudi akiamka uweze kumuuliza. Nadhani ataongea vizuri, atakuwa labda amepata muda wa kupumzika na atakuwa anakumbuka chochote. Bibi Supu, kiukweli nilikumisi sana mtoto wangu. Farida, naomba mtoto kidogo. Njoo nisalimie, njoo. Njoo Bibi Supu. Haya mwanangu, tulia. Umesharudi nyumbani, kila kitu kitakuwa sawa. Haya. Habari zenu? Kichi, karibu. Asante sana. Kichi, karibu. Kichi,
Yaani mimi nikajua mimi ndio utakuwa mtu wa kwanza anakuja kukutembelea tu. Nikadhani wewe utakuja. Karibu sana. Hata hivyo nishakaribia. Na isitoshe nimetoka mtaani kule nikasema ngoja nikampitie pale Bi Mzuri. Kuna sehemu nataka twende mara moja. Kwa hiyo kama huna kazi au na kipengele, unaweza tukafutika. Wow. Hata hivyo umekuja muda mwafaka sana. Sasa hivi sina kazi, nimekaa tu hapa. Kwa hiyo tunaweza tukaenda. Muende wapi? Hivi wewe Jeni, umeambia hapa nyumbani hamna kazi za kufanya? Kazi gani tena? Kama kupika, tumeshamaliza hadi kula. Kama vyombo tumeshaviosha. Ni kazi gani hizo unazosemea wewe? Kwamba ndani kazi zimeisha. Nisikize Jeni nikwambie. Humo ndani kuna nguo za mama. Inabidi tukusanye tuangalie nguo chafu tuzifue. Sasa sijui unataka upeleka wapi huo mguu wako. Halafu hizo nguo unataka tuzichambue muda gani na tuzifue muda gani? Jeni, kwani mimi naongea naye muda gani? Sinaongea naye saa hizi au? Sikiliza. Hizo nguo tutazishughulikia hata baadaye. Hata hivyo nilikuwa na ratiba ya kutoka. Usione tu nilikuwa nimekaa hapa. Kiti kaja kunipitia, lakini mimi nilikuwa na ratiba yangu ya kutoka niende kumwangalia madamu mwenzangu. Na kuna masuala ya shule ninatakiwa nijadiliane naye. Jeni, hizo ratiba zako utazifanya siku nyingine. Leo ni siku ya kufua nguo za mama humu ndani, tunazitoa humu ndani tunafua hapa. Hamna mtu wa kutoka leo. Hebu kwanza, ngoja kwanza. Kwani Kindege mimi atakaba nikuuliza swali moja. Huyu amekuja hapa kwa ajili ya kufua nguo kama Dobi au amekuja hapa kwa ajili ya kazi yake ya ualimu? Ni mwalimu. Sasa kama ni mwalimu, kwa nini unamkomandi afue ili hali ameshakwambia kwamba ana ratiba za kutoka za kwenda kuzungumza na madamu zake kuhusu mambo ya kazini kwake? Kwa nini unamkomandi afue? Kwani hizo nguo ni za umuhimu sana au zinavaliwa leo? Lakini pia nguo za mama ni muhimu kuzifua leo. Anyway, kichenjile. Sisi tunaweza kwenda. Eti mapenzi mbona unanikalia pabaya, unanikalia pabaya, unaniendesha. Yani mapenzi mbona unanikalia pabaya, unanikalia pabaya, unankondesha. Mbona sielewi bado, kosa ni nini bado? Ama ndo ujinga bado, kumpenda sienipenda, na nikijaribu kumwacha ndo aoni. Shit! Janeti, taratibu utanivunjia viti hivi sasa. Sofia, listen. Haya makoti hayana thamani yoyote ile. Hivi unaweza kuamini kwa Bibi Supu karudi nyumbani na akiwa mzima wa afya, hajazulika sehemu yoyote ile? What? Bibi Supu karudi nyumbani? Inawezekanaje hii? Ninamaanisha ninachokisema. Karudi nyumbani, hajaletwa na mtu yoyote, kaja kwa miguu yake, hajavunjika sehemu yoyote, hajang'atwa sehemu yoyote, yani yuko salama. Sijui unanielewa nikisema mzima wa afya? Yaani Janeti, unazidi kunichanganya kabisa. Unanichanganya. Huyo mtoto amewezekanaje katoka huko alipokuwa mpaka kufika nyumbani na amefika bila hata kuumia? Sofia, nadhani hatuelewani. Mimi nimezimia kwa pressure. Nilipomwona yule mtoto kwanza nikazimia kwa pressure. Nilikuwa natetemeka mwili mzima. Nimesweat ghafla. Nilikuwa nishaweza kukifanya kila kitu. Yaani nilikuwa nishawini kwenye kila engo. Na pale ndani nimewaaminisha kuwa nimezimia kwa ajili ya furaha ya kumwona mtoto karudi nyumbani. Lakini sio kweli, nimedanganya. Hii ni hatari sana. Lakini pia hata utakiwi kupanic. Lazima tuendelee tulipoishia. Sofia, sijui chochote. Yaani sijui chochote, maana tulipokuwa tumefikia kila kitu kimefeli. Na kila kitu sasa inatakiwa tuanze mwanzo. Yaani tuanze upya. Kwa sababu nilikuwa nishafanikisha kabisa kumwaminisha Beni kila kitu kwa mtoto wake amekufa. Kwa hiyo ilikuwa imebaki tu ni mimi kugawana mali na yeye na kumteka kihisia, kila kitu chake nichukue. Na alikuwa ameshaniamini. Alikuwa ameshakubaliana na hali halisi ambayo ilikuwepo. Lakini yule mtoto karudi. Unadhani tunaanzia wapi? Haijalishi amerudi au hajarudi. Ila lazima tuendelee tulipoishia.
Kwa nini ukate tamaa hivyo kizembe? Kwa hiyo umekata tamaa. Na kama sasa kwenye swala la kumuoa huyo Baby Supu inabidi afe, kisha na baba yake naye pia afe. Ni kweli inatakiwa tuanzie hapo hapo, lakini sasa kila kitu kimefeli. Ni kipi ambacho kielewi hapo? Ina maana Beni ataanzisha tena mpango ule ule kuhusu mtoto wake? Atanifikiria saa ngapi mimi? Sawa, tuko sawa kwa sasa hivi, at least kidogo tunazungumza, tuko sawa. Vipi sasa kuhusu mali? Wakati huu mchezo ulikuwa umeshaenda mwisho, yaani tulikuwa tumeshaumaliza. Kwa hiyo una mpango gani? Kuhusu mpango, wala usijali. Mimi mpango ninao. Mpango uko hivi. Jeni, vipi tena mamangu? Pole. Pole, utakuwa sawa sawa. Asa, mbona unacheka tena? Niko nakutania tu. Asa, unatania ndo makuzi gani kama rafiki yangu? Unazingua sasa. Samatani gani saa hiyo? Kama na mwingine atacho mwenyewe, ninachojua kwake mimi niko mwenyewe. Na kama mtamona mmemfananisha, huyo sio yeye. काश होता अगर तुमने बजाते जिंदगी का सफर. Huyu wa sasa hivi akinacha nimekusha masela sana, waza nipige simu moja kijijini kwa bibi amtengeneze. Mzamzao utumbua usaa na samaki mkunja ngali mbichi. Muda wako wa kukunja umefika. Jeni, nikikuchekea utanipanda kichwani. Siwezi ruhusu umchukue mtu ambaye ndo furaha yangu. Siwezi ruhusu umchukue mtu ambaye nampenda. Jeni, siwezi nikakubali. Lazima nifanye kitu juu yako. Eti mapenzi mbona unanikalia pabaya, unanikalia pabaya. Mister, kiukweli nimefurahi sana kumuona Baby Supu. Hata mimi nimefurahi sana kumuona mwanangu amerudi salama nyumbani kwao. Maana ni muda mwingi sana alikuwa hayupo hapa nyumbani. Mpaka mimi kama mzazi nikawa tayari nimeingiwa na wasiwasi. Je, ni mzima au amekufa? Lakini namshukuru Mungu, mtoto wangu amekuja salama kabisa. Wow. Maji tena. Asante. Okay. Wewe vipi wewe? Una tatizo gani? Kwa hiyo unataka niangushe glasi, si ndio? Hapana shemeji, samahani. Nilikuwa mbali kimawazo. Unakaje mbali kimawazo? Yalikuwa uko hapa. Una shida gani wewe? Are you serious? Hivi mister, wewe unamwelewa huyu? Hapana. Farid, are you serious? Nisikilize vizuri. Muda wa mawazo ushapita. Tayari kaka yako Kichinjiri amesharudi nyumbani. Baby Supu wetu huyu hapa. Unawaza nini tena shemeji yangu? Hapana shemeji, samahani. Unatakiwa kubadilika sasa. Urudi kwenye hali yako ya kawaida. Take care bana. Kwa makini. Sawa, mna shida. Vijana bana. Mister. Hivi vipi?
Tuachane nayo kaka. Vijana bana. Kiukweli mimi nimefurahi sana kukuona hapa nyumbani. Na pia nimesikiza ushauri wako, umeongea vitu vingi vya msingi sana. Kazi ni kwangu tu kuvifanyia kazi. But pia nirudishe shukrani kwako Mr. Kwa umesimama na sisi kwenye kila hali. I'm so proud kuwa na mshikaji kama wewe kwa sababu kila tatizo langu linakuwa kama lako. God bless you bro. Usijali kaka. Mimi ni sehemu ya familia. Kwa kile ninachokifanya huwa nafanya kwa sababu mimi pia ni mwanafamilia. Mgumu ulipitia wewe na nilipitia mimi pia. Tushakuwa zaidi ya ndugu kaka sasa hivi. Furaha yangu mimi kumwona Baby Super amerudi nyumbani. Kwa nadhani hata wewe utakuwa na amani ya kwenda kufanya majukumu yako kwa usahihi kabisa. Kabisa. Kabisa nitakuwa sawa. By the way brother, nahitaji kwenda kwenye supermarket, nataka nikachukue vitu kwa ajili ya nyumbani kwangu pale. Kwa hiyo naomba mimi niende kule, lakini pia nikachukua pia mazagazaga machache, vizawadi kidogo nitapitisha pia hapa nyumbani kwa ajili ya mtoto kwa sababu hatujaonana muda mrefu na najua amenimisi sana. Basi mimi sina neno lolote na sina pingamizi lolote kabisa kwa sababu tumeshazungumza vitu vingi. Mimi tu nikutakia safari njema. Sawa, asante sana. Pamoja sana. Besuko, nakupenda sana binti yangu. Hivi Kanoni, unachokifanya unakielewa kweli wewe? Nakuuliza unachokifanya unakielewa? Yaani muda wote umekaa umenuna. Ndio maana gani sasa hiyo kukaa umenuna muda wote? Mpaka leo hii mimi nadhalilika mbele ya shemeji yangu. Nadhalilika kabisa wakati nimeshakuomba msamaha na hutaki kunisamehe. Ndio furaha yako mimi ambapo nimedhalilika mbele ya shemeji yangu, si ndio? Ndio umefurahi sasa nilivyodhalilika na kuuliza. Farida. Hivi unajua wewe kwamba ni mbinafsi sana? Wewe ni mbinafsi sana. Na sijawahi kuona mtu mbinafsi kama wewe. Yaani Farida, uko tayari mtu apitie maumivu, ateseke, anyanyasike, lakini haujali chochote kuhusiana na maumivu yake. Unajua nilikuja nikakaa nikafikiria wahenga walivyosema kwamba mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu, walimaanisha. Yaani wewe uko tayari unachokifanya kionekane kiko sahihi, ila ukifanyiwa wewe unaumia. Nikwambia kitu kimoja. Mimi mchezo ambao unaucheza wewe nimesha adapt. Tutacheza mchezo ambao unaotaka. Lifestyle ambao unaipenda wewe mimi tayari nisha adapt. Tutaishi humo. Na iko hivi. Hata mara ya mwisho tulipokutana ukanidhalilisha, ukaninyanyasa kama tabia yako ya mara ya kwanza. Nilifurahia. Niliumia moyoni. Ulinitukana, ukaninyanyasa, lakini sikutaka kulipiza. Kwa sababu mimi sijafundishwa kulipiza. Na wala sitokuja kukulipiza. Ila kwa kuwa umechagua tuishi hivyo, wacha tuishi hivyo. Mimi nimechagua kuwa mkimya. Sitofanya chochote. Sitakufanya chochote, kukupiga wala kukudhihaki sehemu yoyote, ila nitanyamaza. Kwa sababu hata nikisema nikupige, sitakuwa gentleman, nitakuwa nazingua. Endelea kuishi unavyotaka, tuendelee kuishi unavyotaka. Unasema nini Kanoni? Hebu nisikize vizuri. Mimi nimekufuata, nimekuomba msamaha. Kwa nini hutaki kunielewa? Si unisamehe tu tuishi kama zamani. Mimi naumia mwenzako. Kwa nini unanifanyia hivyo sasa? Anaondoka. Wewe Kanoni wewe. Sasa unaondokaje hata hujanijibu? Eti mapenzi mbona unanikalia pabaya, unaniendesha. Yani mapenzi mbona unanikalia pabaya, unanikondesha. Mbona sielewi bado, kosa ni nini bado?
ama ndo ujinga bado kumpenda siyenipenda, na nikijaribu kumwacha ndo aoni yuko bize na watu furani, mioyo maututi tabani, yani la hakuna. Eti labda bado wangu hajazaliwa, wangu hajatokea,